kuna watu ambao hakika ni watu ambao mtu mwenye Mungu anajulikana, ni mtu ambaye ana hekima kwa watu, ana hekima kwa jamii, anaenenda vizuri. Tukiona wewe ni mtumishi wa Mungu, unahubiri kweli ya Mungu, lakini kama kila kitu kinakuwa complicated, tunakuwa na mashaka na wewe. Sababu Roho Mtakatifu sio machafuko. Roho Mtakatifu roho amani. Mungu sio machafuko. Mungu wajenga watu katika nini? Katika umoja, mshikamano. Hawaleta taharuki. Nisikie kwenye mfano anasema mimi ni Mungu. Nikashtuka, mwili mmoja. Nikapatia Mungu ni roho, Mungu onekani. Mungu, kitabu cha ya Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 20. Naye Mungu ni roho, na muaminie imewapasa kuamini katika roho na kweli. Ukituambia ni Mungu tunakujaji, hapana. Mungu ashikiki. Mungu ni roho, kwa maana Mungu hana mfano. Hatuwezi kumfananisha na chochote. Anasema katika Isaya, mtanifananisha na nani? Mtalinganisha nani? Mungu yuko juu zaidi ya yote. Majina mengi anaitwa Elion, Mungu aliyeinuliwa zaidi. Wayahudi walimuita Yawe, walimuita Yehova, wakiamini Mungu agano nao. Aliwatoa katika mateso, aliwatoa katika shida. So Wakristo na watu wanaofuatilia wote, mnapoweka imani kwa Mungu, ni vizuri zaidi ulisome neno. Na Kristo wengi hatari zaidi wasome neno. Wakishobiwa kanisani, nimetoka Jumapili mpaka Jumapili. Huyo kanisani nimetoka, sasa hii ni shida sana. Hapo leo nilikuwa kama mateka. Mimi inaweza nikatengeneza mateka kwangu mimi. Yaani nikatengeneza washirika wangu wakawa mateka, chochote ninaongea hawezi kupinga. Sasa hii ni mbaya. Ni vizuri pia tunapokuwa tunafundisha na Mungu, tuwape watu uhuru wa kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu mpaka tuseme kuna wakati pia za mafundisho. Kuna mtu anauliza maswali. Ile Jumatano, Jumamosi, kuna muda maswali na majibu. Kipi ukielewi? Kipi kinaukanyanya katika namna ya Ukristo? Jambo gani unaona kwako kama ni haliko sawa? Kwa kuna muda darasa maalum na tunakaribisha wale ambao wanaongofu wapya. Tunafundisha, tunaweka chini wafundisha ili kiwe kizazi ambacho kitaweza kubeba Ukristo ulio halisi. Tumekuelewa vizuri hapo, umedadavua vizuri kama uko mzima. Hiyo inakuwa safi sana, kwa sababu najua kuna watu wanatufuatilia na wanapata kitu kingine. Kipindi hiki ni ibada yao, hata mafundisho wanaendelea na mafundisho. Sasa mtumishi wa Mungu, hapo tumezungumza masuala ya imani, masuala ambayo ni muhimu sana kwa mtumishi wa Mungu au mwokovu yote anatakiwa yapate. Sasa kuna kitu kingine ambacho ni muhimu sana. Watumishi wengi tunafika kanisani, wengine wanasikiliza kipindi kama hivi, wanabarikiwa, wanapata